Tumemalizana na dossier tulisha itoa huko ku parquet. Okay. Tumemalizana juu wamekubali kosa. Okay. Na wakasema tusifikishane mbali. Okay. Vitu viishe, tusameane, tuende maisha ya kawaida. Nikasema hakuna shida. Wanirudishia moitié. Okay. Ya pesa yenyewe nilikuwa nishawapa kwa ajili ya promo. Okay. Na ilikuwa 600 euro. Okay. Nisema hamna shida. Tuendele maisha ya kawaida. Okay. Ndabara mukije mwese bakunzi ba Yaga Tech TV bantu maze kugira subscribe n'abatarayikora barazikora kuko tugomba tuyaga ibintu bizima. Dernièrement ubwa mbere mubona uyu mushitsi mubona ngaho imbere yacu Ben Benito asanzwe ari manager wa team yitwa Bad Boys, kaba ari abasore basanzwe baba mu gihugu cya Finland, aho bari bakoranye projet na Billman Boy, projet y'indirimbo yitwa Icyana. Hama bivanye n'amasezerano bari bakoranye habaho amatati. Hama ejo twarabonye kuri kinyamakuru Akeza aho nyene Ben yakoze ikiganiro ashikiza yuko amatati bari bafitaniye yaheze. Aira jatumye dusubira kandi kumurondera nga kuri Yaga Tech TV kugira ashobore kutuyagira. Kirundi sikirenga kuri we mugabo turaza kugerageza mu kuyaga ama nugerageza kuza turabasigurira bimwe bikunze mushobore gutahura ingene ivyo bintu byoba byaragenze. Salam sana Ben. Fresh salama. Umekaza? Yeah, nakaza. Leo naona una hasira. Leo nina furaha. Ndio. Vitu vimeendeka poa salama. Okay. Nataka kujua before turudi nyuma kidogo. Yeah. Ili mufanye project ya nyimbo ya Bad Boys, nyimbo Icyana, ilianza aje? Mlifikiria vipi na aje mlifikiria Billman Boys? Ilikuwa ni wazo la Bad Boys. Okay. Walinifikishia hilo wazo. Ndio. Wakati wangaiki Finland. Ndio. Walikuwa panamajia kama ni miezi 2. Okay. Wakuje. Okay. Na nikasema sawa, kwa kisa naona kisa wanavyotumika, mimi naona hakuna haina noma, tunaweza tukafanya nao kazi. Ya wakajitia pamoja, wakaja Bujumbura. Mimi nikawatafuta wa Billman Boys, tukafanya nao kazi. Okay. Nataka kufahamu kwa sababu hii issue imekuwa ni mara kwanza tunaona panakuwa kitu kama hiki kwenye muziki wetu, kwenye wasanii wanafanya mkataba kisha binafika mpaka mahakamani huko. Bilikuwa aje before ili mseme kila kitu ambacho tutadili tunapata kufanya mkataba? Bilikuwa aje ili project yote kuanzia mwanzo pale mnaonana mseme kitu chochote tutafanya inabidi tufanye mkataba? Kwa sababu kwa hivi ukitafanya na mtu na kazi ilifo muandikiane. Okay. Ili make sure kama kazi yako inaweza kuwa usalama. Ndio. Yeah, ni kitu kizuri sana kuandikiana. Na niliwaambia hivi siwezi nikawapa hela kabla atuandikiana, kuna kabla maana kila kitu kiwe na mkataba. Ndio. Yeah, ndio maana tuliandikiana kila kitu kiwe na mkataba. Tukafanya kazi. Kazi ilikuwa rahisi ilikuwa rahisi nataka fahamu gisi biliendeka ili mpaka mfike huko mahakamani na nini. Mkataba ulivunjika kivipi? Kazi ilikuwa rahisi. Ndio. Ilikuwa rahisi kabisa. Lakini wakati tuna record audio, ndio, kila kitu ilikuwa fresh. Tulikuwa tunaenda kiusalama, tunaongea kama kawaida. Okay. Lakini baada ya kufanya video, video magi tunafika wakati ya video, ndio ilikuwa vigumu sana. Okay. Wanaanza kuniambia vitu vyenye just
alikuwa ndani ya mkataba. Okay. Wakaenda kinyume ya mkataba. Okay. Basi wakaamua kuondoka bila kumalizia kushuti video. Hapo ndio ni tatizo litokea. Okay, lakini inasemekana kwamba pako nani director. Naona kama nimeangalia video na kuangalia Billman Boys ni wasanii wanatumika sana John Elad. Yeah. Ila na video ikafanya Landry SB. Bilikuwa rahisi. Ilikuwa rahisi kwa Billman Boy kufanya kazi na Landry wakakipindi. Landry ni anatumika sana na Big Fizzo. Kipindi Billman Boys walitoka kwa Fariaz na John Elad mwanzo alikuwa kwa Fariaz, hivi John Elad ndio anatumika na Billman Boy. Ilikuwa rahisi kukua nani, hao ndio chanzo cha mkataba kunani kuharibika. Kwangu mimi siwezi jua, lakini alikuwa rahisi. Ndio. Ndani ya mkataba tulikuwa tunaandika kama tutafanya na Elad na John Elad kama John Elad, lakini hakukuwa ipo. Ndio. Hakukuwa ipo, yeye alikuwa vitu vyake vya naye kazi zake huko Kigali. Ndio. Na akakawea na ukuja. Ndio. Ikafikia hata na wakati wakafunga mipaka. Ndio. Tukaona vitu vinakuwa ngumu. Ndio. Vitu vinakuwa ngumu kweli. Ndio tena tukaingia tena mazungumzo, tukaongea nao na yeye manager wa Billman Boy. Tukakubaliana kama tunaweza tukamata mwingine director. Okay, mlikubaliana. Na hapo wakati mnafanya maamuzi ya kutafuta mwingine director, hapo mlifuata na mwingine mkataba? Au ilikuwa ni makubaliano yako verbal? Ilikuwa makubaliano tu, just ile tunaongea. Okay. Ila mkuandika hiyo. Kuandika ile tunaongea, akasema tutamata mwingine director. Okay. John anakawia, akasema sawa, hakuna shida. Okay. Na tukachukua mwingine. Lakini labda najua eti gogisi, mimi naona tatizo iko saa hawamkubali. Okay. Yeye Landry SB. Okay. Iko saa hawamkubali juu vilianzaga wakati ngoja tunaelewana kukamata Landry vikasumbua. Okay. Lakini wakaja kumkubali juu hakuna nyingine mwae tulifanya. Ndio. Juu apiti time model ilikuwa enda sana. Okay. Wakaja kama na semene moya. Okay. Warudi. Unaona? Na wakati watu kwa makina semene moya warudi, na wako kutombea baada ya semene moya nyumba itakuwa ishakuwa nje. Okay. Tumake tulifanya vitu kama just fast. Ndio. Lakini wakumkubali Landry, wakumkubali. Sijui matatizo yao katikati ya Landry nao sio kuingilia ndani, lakini bilendeka hivyo. Video ikumalizika. Anyuma video iko na maimage fupi, maimage ni ndogo. Ndio. Juu haikumalizika. Okay, mimi nafikiri hapo kwa juu Landry, kama kisi nilikwambia juu muziki hapa tunaofuata. Tunajua beef yenye iko katikati ya Billman Boy na Bantu Boy. Kwa sababu Billman Boy walitoka Bantu Boy. Inawezekana kwamba chanzo ilikuwa ni Landry SB. Maybe inawezekana. Inawezekana kabisa kwa sababu ndoma hivyo. Baadaye wakajikutana mkataba unawanyonga. Hapo juu wakati tulivurugana ile wakati ya video wakaondoka. Okay. Wakajikuta wako mikononi ya mkataba sasa. Kuondoka nikazani labda watanitafuta juu waliona vitu vimetokea wakunitafuta. Okay. Mimi ni wakamatia sasa maamuzi ya kuenda kuwastaki. Okay. Baada ya hapo mmoja mwao wakajikuta iko ndani ya mikono ya polisi. Okay. Yeye Double J walimkamata. Lakini just for huruma yangu nikaitika wito, nikaenda muangalia tena tukaandikia tena mwingine mkataba ya mpya. Okay. Ile mkataba ya mpya ndio sasa nye iliwanyonga sasa. Ile mkataba ya mpya. Hii nyingine ya pili. Okay. Junior kama nadhani vuga tukaandikiana sasa. Hii mkataba tuliandikiana ya pili ndio nye iliwakamata mshingo. Makosa yenye ilipitikana ku video shoot. Gharama yote hawakuweza kuilipia yote, lakini mmoja wakatoa njia, mkataba ya pili tukaandikiana. Okay. Na kunipromise kama nyimbo watafanyizia kazi, promo, kila kitu. Lakini haiko ndio kusilendeka, vikaenda nyuma ya sheria ya mkataba. Yeah. Lakini nyimbo mimi naona inapanda vizuri kuna nini ku social media? Inapanda, lakini haiko njoo mwenye faida nilikuwa natumaini kupata. Okay. Nataka kufahamu kwa sababu kipindi cha mkataba
kama msanii anafanya kontra na ya kolabo, jumi nakumbuka pako msanii hapa alikuja hapa kufanya show, msanii kutoka Ufaransa yake Daju. Walimlipa vizuri, alilipwa, ila kiasi cha pesa chenye alilipwa kipindi anafika hapa alisema kama hauza kafanya ati mkataba amnemo kufanya press conference. Alikuja wakambandika pote na show akaifanya, ila akuongea na mtangazaji hata mmoja. Nataka sasa kufahamu makubaliano ambayo mlifanya, kwa sababu tuliona video mliposti kuna ni kwa account ya Bad Boys, video ipo na bakili ko Daboja hata na video haikuisha. Wamo mu video munani ma logo zabo ziko ku video pako logo ya Birman Boy ya Bad Boys yote bipo. Sasa nataka kufahamu huo mkataba ulikuwa unaongeaje kipindi tunaona kama sisi wenyewe tunaona kama kazi imeisha. Nataka kujua hayo makubaliano yenu mpaka juu, kwa sababu sija tunaona kama mpaka kiasi cha pesa ambazo mlirudishiwa, nusu ya pesa ambayo mlikuwa mmeelewana. Nataka kufahamu ilikuwa kwa hiyo mkataba ulikuwa unaongelea vipi kipindi sisi kama mashabiki wa muziki tunaona kama kazi ilikuwa imeisha kuhusu mkataba? Ndio, kwa sababu sisi video tuliona, si kama sisi wa fans wa muziki hatufahamu kama video ya tournage hiyo venye bilikuwa kinyume na venye sisi tukuona kwenye video hatubijui hivi. Hiyo bilikuwa behind the scene, hatukuona behind the scene. Sisi tuliona final product ambayo image. Tunataka tufafanulie tutaelewaje kama palikuwa hizo matatizo yote wakipita. Tumeona nyimbo mliitoa na kidogo hivi tulionaga hata Daboja posti kutidani fanya challenge kidogo pale. Nataka utueleweshe mpaka chanzo cha hiyo yote, wakati sisi tuliona muziki ulikuwa ushatoka. Chanzo ndio unataka mwele chanzo na kontra, kwa sababu ma kontra hizi nimekuexplikia hapa kwa msanii alikujaga hapo akamlipa, ila akasema sitaongea na watangazaji. Nataka kufahamu sasa chanzo cha yote mpaka mfike mahakamani, na kipindi sisi kama mashabiki wa muziki tulikuwa tunaona kama kazi ishaisha, kwa sababu hatuzoei msanii kama alifanya kolabo yeye ndo akimbie tena nyuma ya muziki wakati anakuwa ni featuring ambayo alipewa. Chanzo ndio kusema chanzo ya kwanza yenye ilituma hata video isimalizike katika kwenye mkataba. Hatukuandikiana kama wasanii kama naweza kawanunulia mavazi, naona hatukuandikiana hiyo. Hapa alikuwa anabetia kununuliana tena mavazi tena mnani? Ilikuwa sema mango wenye watafanyisha video, phone wabaki nazo ili wenye maduka zao wasizifanyishe biashara. Na ilikuwa mango ya kukodi. Na mimi sikuwa muhusika, mwenye alikuwa husika alikuwa director. Director mimi nileta kila kitu hapo, yeye Landry. Sasa hapo kama alivaa akona inamkamata fresh vizuri, akasema ilifo hii aipeleke. Na mimi katika mkataba abimo, nikamwambia mimi ndafanya vile niko na mkataba. Maana yake pako tatizo lilikuwa ya mavazi. Ilikuwa vazi yenyewe wabidi bashu kama baifanyishe ilikuwa museti ya 4 seti ya 4. Wakasema ilifo wazipeleke. Lakini baada ya hapo Daboja alikuwa anasema hakuna mavazi yenyewe taweza kufanyisha hapo, hakuna yenyewe inampendeza. Tena nyuma akasema eti hii inampendeza atapeleka hii. So hiyo ndio kaleta tatizo, na mimi nisha wakabidhi pesa zote, nishalipa pesa zabo za avance 1000 euro, na Landry kosha mulipa pesa naye karibuni zote, na kumalizia video ile haikuwa mimi tena kuhusu mavazi yao, juu tayari nilikuwa nishapatia kila kitu ASB amalizane na kuhusu mavazi ya wasanii. Lakini akasema kawaida tunafanyaga msanii sio tuna kodi, manguo sio ya kwetu, inakuwa ya stylish. Stylish aleta manguo, tunafanya tunamkabidhi, anarusha tena kwenye duka. Bilikuwa hivyo, lakini ikaketa vurugu juu manguo.
Agaye Double J akasema hawezi kumalizia shoot kama awanunue hiyo nguo. Okay. Na hivyo viliendeka, kakuwa vurugu, fujo. Baada hapo wakaondoka. Video wa kumalizia kushoot. Lakini video vyote matatizo kwa yote sisi hiyo ni vitu ko behind the scene. Viko nyuma ya scene. Hizo kama sema mashabiki. Si tuliona product ishatoka, nyimbo iko ku YouTube. Nafikiri kwa watu wa kwanza nilionaga nyimbo ishafika pale, kwa sababu kila kitu nikiona pamoja na Double J Kiriku napasha kuangalia, sivyo? Sasa sisi hapo kawaida hiyo ni mambo alikuwa yako behind, sivyo? Manake kama tu shauri tu ingebidi watie mkontramu mkataba kama mangozi watatumia mu video wanapasha kubaki nazo. Wangebidi watuambie juu sisi tulikuwa kwa wageni hapa. Wangebidi tuambie sisi kawaida tunatumika hivi hivi. Okay. Wangebidi tuambie wakati ya video kushoot video. Ndio. Mango tutafanyisha itabaki yetu. Ndio mujitayarisha wala mujitahidi mtafutie stylish wao wanaenda stylish wao kabla ya video kushoot. Hiyo point mlikuja kuifahamu baadaye kama ndio kisimi na kuaga. Seti tulisha shoot kama hata seti kama bad boys wakasha shoot kama seti 2 awamo. Seti ya 3 walikuwa kwamo wakasha shoot seti 2 awamo. Seti ya 3. Okay. Ndio walikuwa kwamo seti ya 3. Okay. Seti ya 3 walitumia manguo. Juu Double J ya kwanza likatala sema manguo haimupendeza, kana tafuta manguo yake mwenyewe. Akasema sasa tatu alitumia manguo yake yenye mwenyewe alinunua sijui kama alinunua kama tosha wapi, akaifanyisha ile seti ya 4. Ndio. Akagoma kuingia kumalizia seti ya mwisho. Okay. Kwa sababu ya manguo. Sababu ya mavazi. Okay. Tu manake nyinyi kama Bad Boys ambayo mnaandika yote inakuwa ni mkataba. Hivyo tunaandikiana. Ila hawakuwahi kuleta hata idea na hiyo ya mkataba. Ndio ameleta kuandikiana au nyinyi ndio mlifanya? Tulisema tulifo tuandikiana, hata na muna director ya Landry tuliandikiana. Na Landry mliandikiana. Kana Landry yeye kizo yake anakuwa hata na kasha napiga. Anakupigia hata kasha anakupatia hata na resi. Okay. Lakini nani Bilman Boy akawapatia resi? Bilman tuliandikiana. Okay. Pesa mkapana kwa mkono. Pesa tupata kwa mkono. Euro kabisa. Haikupitia kwa benki wala wapi? Kwa mkono. Wala sema wapenda mama mabenki, wapenda vitu ya kupitia kwenye benki. Okay. Kumkono. Kama kisa mimi wanirudishia kumkono. Sawa. Leo sasa tumuona chanzo cha ili urudishwe pesa, urudishwe nusu euro 600. Tatizo ni sasa. Maana wakati video haikumalizika, okay, si yeye walienda wakarudi, mara kurudi kila mmoja alienda kivyake. Mimi nikaja sketi kilikuwa shakuwa Kigali. Baada ya siku 2 vitu viharibiki kushuti video. Ndio. Ni wakati niliongea na yeye manager wao akaniambia hivi, atadili na mimi. Kudili na mimi na nishampatia hela zangu. Yeah. Nyimbo video wamalizie. Niko na hapa inakuwa vitu ya kazarau. Mimi nienda kuwastaki. Baada Double J walimkamata, ndio tulifanya ile mkatao ya pili. Double J walimkamata saa 10 ya usiku, akabakia ndani. Mimi mwenyewe kwa huruma yangu, haiko aseme kwa huruma yao, mimi mwenyewe kwa huruma yangu mimi. Ndio nienda pale na wakashuka chini. Pale palikuwa Double J, Moza na Young D na mimi niko na avoka wangu. Okay. Na wengine wakubwa tu. Na Bad Boys walikuwa hapo. Tukaandikiana ngine mkataba ya pili. Mkataba ya pili ile nikituoneke ilikuwa mkirundi, vitu ya mkirundi sasa ndio kupatia wewe unaisoma. Mkataba pili ndio kupatia wewe unasomea wenye kufuatilia hii ni Yaga Detective. Niko mkataba kwenye simu. Ile ndio nyeli ilisababisha sasa Double J Bilman Boy kurudisha hela. Okay. Juu mkataba nimesema vinaandikiwa kama tutasaidiana mambo ya promo na burjarja. Hakuna mambo
na unafiki. Unafiki. Bila unafiki. Bila unafiki. Okay. Sasa waliniosha unafiki. Sasa nataka nifahamu vizuri. Juu kipindi nasikia kama wakati mnamalizia tournage palikuwa hamkuelewana. Sasa unasikia wewe unafiki wa ngoja kupitia kwenye mikataba ya mbele ya sheria mkipolisi wala wapi. So nasikia hapo inakuwa ni mtu unakutana maybe anaitika tu vitu jua anajikuta yuko chini ya ulinzi. Hapana, tulikuwa tunawakaza kwa sababu nasikia kuna tournage haikuisha vizuri. Tournage haikuisha vizuri. Sasa mimi nikiwa kweli niseme. Okay. Huko kwenye tournament mko mna shoot. Ndio. Na unajua unabidi utoke pale shoot shaisha kamili. Kawaida director kuambia vikat. Maana yake tayari shaisha maliwala stop tunamaliza. Okay. Maana yake tunamaliza ashapata kila kitu kenye anahitaji. Okay. Unaona? Sasa hapo wakati haikumalizika hata watu wakienda kuangalia nyimbo hii Chana Chanje wataona kama iko na image fupi kweli. Okay. Ndogo. Image ziko nazo zinajirudia. Sasa wakati dabojwa mkamate tuliweza tukawaambia hivi. Okay. Tuandikiane. Sio useme kwa kinguvu. Ngoma kama unaona ni kwa kinguvu basi hizo hela mungerudisha. Juu mimi nilikuwa wadai kwanza hapo haikuwa hela za video. Sikuwa wadai hela za kushuti video wala inanipatia. Nilikuwa wadai kuhusu gharama nilipoteza juu kama nilipoteza gharama kubwa kuwatafuta kujua niwapate. Ilikuwa gharama kubwa kuwapata. Okay. Kutumia avoka nyumba nilikuwa lipa $1. Ndio. Nilikuwa tumia gari nilikuwa tumia haikuwa yangu. Okay. Unaona? Vile vitu vyote ukivisabia vilikuwa karibu hata 4 milioni. Nilipeleka kama 2 semaines. Okay. Sasa wakati tulisabiliana wakaona kweli wamekosea na wakaitika kosa. Okay. Wakasema watazipata hizo hela zote ilifaa wanirudishie kidogo. Okay. Ndio wakanirudishia mwatia 4 milioni kama 4 milioni 70 hivi. Wakanirudishia 2 milioni 70. Okay. Nikakamata kuna shida. Wakaniambia hivi video wanzo wakaimalizia juu itachukua gharama nyingi. Okay. Juu niwaambie hivi basi twende kumaliza video kazi iendelee. Wakasema hawawezi. Ndio waniambia tuweze video pesa itakuwa nyingi gharama itakuwa nyingi. Wewe tusame tuendelee na vile mwenye walikamata Landry na zama walikamata vitu vya kutosha. Okay. Tutumie zile. Nikasema sawa hakuna shida. Basi jana wapita wako na haraka ya kwenda. Sema hakuna shida. Wakatupatia kama siku 5 itakuwa shamalizika. Tuanze kaza kuipublie sasa. Okay. Lakini haikujua sio iliendeka vile. Kumbe wajamaa kuna vitu ndani ya moyo wao tukaandikiana. Kilivyo tulivyoandikiana mkataba inasema tutatumika pamoja kuhusu utambulisho wa nyimbo, promo na hao wakanikubalia. Kuna vitu wamenikubalia. Okay. Kwenda ku media. Naona kuna ku media vitu vikufanyika. Hata kuposti kwenye nani yao Instagram zao, Facebook zao nini dabojali tia ku TikTok. TikTok alitia kuma story. Okay. Kwa nini akutia kupasha kawaida? Okay. Ile ni unafiki. Sasa njoo naona mvua kama kananyesha. Swali nataka kuuliza. Maana hivi kesi ingali au kesi imeisha? Tumemalizana. Dossier ikingali ku parquet au haiko? Tumemalizana na dossier tulishaitoa huko ku parquet. Okay. Tumemalizana juu wamekubali kosa. Okay. Na wakasema tusifikishane mbali. Okay. Vitu viishe, tusameane, tuende maisha ya kawaida. Nikasema hakuna shida. Wanirudishia mwatie. Okay. Ya pesa yenyewe nilikuwa nishawapa kwa ajili ya promo. Okay. Na ilikuwa €6. Okay. Nisema hamna shida. Tuendelee maisha ya kawaida. Okay. Muziki sikie kutuharibia maisha nini na nini, tumele tufikishane tufungishane. Hamna shida. Sasa hivi hauna nani kama na wao wanaweza wakakushtaki kwa sababu nyimbo mlibaki nayo iko kuna niko kwa platform zenu na mlitumia majina yao kwenye nyimbo yenu. Majina yao kwenye nyimbo yetu. Yeah.
Auzi hauna kama nao wanaweza kukushtaki. Kwambia na si hiyo nyimbo ivute. Tumeandikiana. Okay. Tumeandikiana tukasema vitu vilishaisha. Okay. Na utaka tufishane mbali. Si hawakunipatia hizo hela kusema eti juu tena tufishane tena mbali. Tulishaandikiana. Okay. Na tukwa mkataba kama 3 tulishaandikiana. Okay. Mkataba umeandikiana wa mwisho unaongeaje? Mwisho unaongeaje? Yeah. Sikumbuki mpaka tena nikuisoma. Juu kuna vitu vingi benye mlikubaliana kwa hiyo kipindi mnarudishiana pesa. Nyinyi kama Bad Boy mtafanyaje? Billman Boy mtafanyaje? Mkataba unasema pesa yenye wamenirudishia kwa ajili ya promo. Okay. Billman Boy narudisha pesa kwa kuona hawakuweza kufanya promo. Kutimiza promo walikuwa nyume ya sheria ya mkataba. Okay, manake pesa kwa mlifanya nao collab bilibakia na nyimbo inabakia kwa platform zenu na kuna tatizo. Juu manager alisema hivi haiwezekani nyimbo kutoka juu tayari watu wengi washakuwa nayo. Okay. Nikasema hakuna shida. Juu angeweza kunirudishia hela zote nyimbo tuitoe. Okay. Lakini wakakatala. Okay. Wakasema hamuna shida, nyimbo ibaki, sio tupatia pesa ya promo. Okay. Hamuna tatizo. Manaka hata nyimbo Badaboje na Kiriku banaruhusiwa hata kuiperform kwenye show. Walisema hamuna shida, wakipenda hakuna shida. Okay, na nyinyi Bad Boys hata kesho muone Kiriku Badaboje wako nyimbo ilipendwa wako na perform ku show amtawashtaki. Walisema hamuna shida Bad Boys. Ni nyinyi kwa sababu hiyo ni nyinyi wako uhuru kutumia nyimbo yenu kwenye show zao. Walisema hamuna shida. Okay. Ben, mimi nikushukuru. Na mimi nakushukuru sana. Kama mwisho unaweza kaongelea hapa kuna nini? Ningependa kusema tu watu waendelee kufuatilia nyimbo hii Chana. Okay. Hiyo kwenye YouTube. Okay. Na waendelee kuwa karibu ya social media ya Bad Boys. Okay. Wanatumia Bad Boys social media zao zote. Okay. Kuanzia kwa Instagram, YouTube na Facebook na TikTok. Au ilikuwa ngumu wapite kwa page ya manager Ben Benito. Instagram watapata kila kitu. Sawa. So bakunzi wa Yaga Tech TV mukugira resume gatoya na chatse uko ari nk'abantu baba babonye bwa mbere kino kiyago niyo mpamvu twahisemo guhera ari byo ahereye aravuga ingene bavuye muri Finland bafise umugambi wo gukorana na Billman Boys baraza ngaha baravugana bayaga yuko uwo mugambi kugira bashobore kukorana nabo bashobora gukora ku maero 1,200 mu nyuma barabahereza amafaranga barabaheza amayero ashika ku 1,000 niyo babanje barabaha hama ayandi 200 bari kuyahabwa ari uko igikorwa baheje giheze. Niho rero mu nyuma ko murabizi neza yuko Billman Boys basanzwe bakorana na Elar hama mugabo Elar nawe murabizi yuko yaramaze igihe kinini yari mu Rwanda mugabo abo ba Bad Boys nabo bari bafise byari byihutirwa yuko basubira inyuma kubera visa zabo zariko zirahera biba ngombwa yuko baca barondera mu director mugabo mu director bizagorana nuko batumvikana na Billman Boys murumva yuko ibintu byaciye bigenda nabi mu nyuma bica bituma hahungabana amasezerano yari hagati ya Bad Boys na Billman Boys. Ari nayo mpamvu rero haciye haba ukwitwarirana mwese mwarabonye mandado perquisition zasohotse amamandada mwarabonye mu kiganiro Ben Benito yakorenganye ni kuri Yaga Tech TV yarazerekanye mugabo no munsi izo manda zaraye zihagaze ari uko Billman Boys yemeye kuriha $600 amayero 600 kugira promotion yari gukorwa nabo c'est-à-dire ama mediatoire ku ma statut ya attention yari gukorwa na Billman Boys comme si babone neza yuko hari igikorwa cyakozwe batigeze bakora hama bice bihagarara nkaca hamanura nuko nabandi baririmbyi bose boza barakora azi neza ko afite igikorwa n'umuntu baze bibuka kugirana amasezerano kandi amasezerano bayasoma neza bakaraba yuko ata bintu byoza bihungabanya kuko murabona yuko no munsi umuziki bitanguye kuja masenare bisigura yuko umuziki uri kuraba serie utangiye kuba ibikorwa nk'ibindi biro hama rero jewe ndabashimiye cyane mwashoboye kudukurikirana mugira ico muvuze munashobora gushigikira Bad Boys murabe indirimbo yabo icana ndetse murashigikira na Billman Boys byose muri bwa bumwe muri kwa guteza imbere umuziki w'u Burundi ndabakunda cyane.